Tukiendelea tunasema ya kwamba wal aslu fil ibadat, na asli katika ibada, an tattabi'a ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni kufuasa kile ambacho alichokileta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La an nudhifa, sikiliza maneno haya, la an nudhifa, asili ya ibada ni kumfuasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha na akaelekeza sharti zake, namna ya kufanya ibada katika swala kama hilo. Alafu anasema alla nudhifa ilaiha, na wala tusije tukaongeza kitu chochote katika ibada hizo, hayatan, namna yoyote ile pale, mapambo yoyote, mina indi anfusina, kutoka kwetu sisi katika nafsi zetu. Tusiongeze jamani. Ibada inakataa, sheria inakataa, hizo usulat zinakataa kwamba ibada mtu ni kusimamia pale alipofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Tusiongeze vitu kwa matamanio yetu, kama haya mambo tunayoyafanya. Tumitamani tukaweka mambo yenu, mkaweka mambo yenu mmitamani, tuseme hivyo kwa sababu nisije nikajiingiza na mimi simo. Mmitamani mkasema kwamba tutengeneze kitu kimoja alafu tuite jina la ibada 40, mkaleta 40. 40, kuna ibada inaitwa 40? Sijui kitabu gani, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 40 kwani si namba hiyo? 40 tunajua kwamba ni namba ya hesabu. Kama unataka kuhesabu embe zako, labda utahifadhi 1 2 mpaka ufika 40. Sasa 40 ya kumsomea maiti, yani nyie masufi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mnazidi. Hatuna elimu hizo, lakini hamutuongopei, hayo mmezidi. Naam, tunaendelea. Wa hadhihi almas'ala, na haya mas'ala tunayaleta, yumkin tawdihuha, lazima tuyabainishe bil adilla bid dalil. Na haya mas'ala mkitaka kuyazungumzia, na sisi tutakapokuja kuyazungumza lazima tutaleta dalili, na nyinyi mulete dalili min alqur'ani was sunna, katika Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume, wa aqwalu sahaba, na maneno ya masahaba, wa aqwalu kibarul mufassirin, na maneno ya wakubwa katika wale wafasiri. Wa hadhihi nukta, wa hiya nuktatun muhimmatun jidda, na hii ni nukta kubwa yenye umuhimu mkubwa, watu inabidi waielewe. Allahu ta'ala amara bisalati ala nabi, ndiyo kweli mtu Allah ameamrisha kwamba mtume aswaliwe, maana yake aombelewe maombi, dua. Wanabii sallallahu alaihi wasallam bayana, na mtume kabainisha, lana, kwetu sisi. Sikiliza maneno hayo yalivyokuwa matamu na mazuri. Anasema wanabii sallallahu alaihi wasallam bayana lana, ametubainishia kwetu sisi, kaifiyatu salatu alaihi, namna ya kumsalia yeye. Walam yadhkuru fi dhalika raqsa, na katika hii salatu ala nabii mtume akubainisha kwamba watu wafanye nini, akuja kuna nini kuamrisha watu kwamba wafanye kazi ya kucheza. Walam narudia tena, wanabii sallallahu alaihi wasallam bayana lana, ametubainishia sisi, kaifiyatu salatu ala nabi, namna ya kumswalia mtume. Walam yadhkuru fi dhalika raqsa, na wala akutaja kwamba ndani ya kuniswalia kwangu lazima ipatikane michezo ya kucheza, wala darban litabul, wala zipigwe ngoma. Hajasema haya, na wala kuambia masahaba wake, wala tamaila bil ajsad, wala kumilimili kwa miili, yani unakwenda huku anakwenda huku, we nini, yani kama chizi fulani. Wallahi, yani ukiwaangalia unasema kwani hawa na wale wanawake wanaopatwa na manani majini masubiani, wale si sawa sawa tu? Hawa watu hawa ni sawa sawa na wale wanaopatwa na mashaitani, kwa sababu ni vitu vya kishaitani wanavyovifanya. Shaitani yani anachezesha binti wa wenyewe pasi na kujielewa. Hata akitoka yule jini unamuuliza, kwani vipi, ulikuwa unalopoka lopoka hivi? Anasema hii sifahamu mimi kama nilikuwa nalopoka. Ndio nyinyi wenzetu mnaemzusha mtume kwamba kwenye salatu ala nabi kuna kucheza, kuna kumilimili. Unakuta watu wanajashuka, eti nini, nampenda mtume. Unafanyaje na swali ya mtume? Hii salatu hii amefundisha wapi mtume sallallahu alaihi wasallam? Tunataka dalili.